Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai, aka kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na juzi nimeona kumekuwa na debate ya wale ambao wanapigania kiti ya AU wakiongozwa na Raila Amolo Odinga. Na nimesikia watu wanaongea mingi, watu wako na hisia mingi, watu wameongea sana. Mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga, mimi kama chairman wa New Gema niko na uchungu mwingi sana, kwa sababu hiyo kitu unapigania ya AU inatoka kwa ile damu ambayo ulimwaga hapa siku unaandamanisha wa Kenya hapa Nairobi, ukiwadanganya waweke sufuria kwa kichwa, ukawaambia sijui mnapigania mambo ya uhuru ya uchumi, ukawaambia sijui mko na irreducible minimum, zile ambazo mpaka serikali ya William Ruto itekeleze, hamtatoka kwa street na mtahakikisha kwamba hao wa Kenya maisha yao imekaa sawa sawa. Na kwa sababu ya hiyo ulidanganya wa Kenya, vijana wengi sana wetu hapa nchini wakajitokeza, wakajitolea, wakaandamana, wakakunywa tear gas, wengine wakapigwa marisasi wakauliwa, na mali mingi sana ikaharibiwa. Ile siku William Ruto amekuita Raila Amolo Odinga hapa Mombasa, ulikimbia peke yako usiku. Wale wa Kenya walikuwa na kusaidia kuandamana, uliwaacha kwa mataa. Wale wa Kenya ambao walikufia kwa maandamano, uliacha familia zao kwa mataa. Wale ambao walikuwa na kuunga mkono kina Martha Karua, kina Kalonzo Musyoka, uliwaacha msituni, ulikimbia peke yako. Na kwa sababu ya hiyo damu ambayo ulimwaga hapa Kenya, ndio upate hiyo nafasi ya kwenda kupigania kiti ya AU. We are not wishing you well. Actually tunaomba uanguke hiyo kiti. Tunaomba usichaguliwe, na tunaambia mapresident wa Afrika, huyo jamaa msijaribu kumpatia kura zenu. Hatutaki apate kiti ya AU. Wacha rudi hapa Kenya, wacha kuja ruke hapa, wacha kuja shikana project yake William Ruto, wacha wakuja wafanya mambo yao, ndio 2027 tusafirisha yeye na William Ruto wote nyumbani wakatafutania huko. Kwa sababu hatuwezi kubalisha mtu atumie damu ya Wakenya kujinufainisha yeye mwenyewe. Hatuwezi kubalisha mtu anabemba mtu anatumia Wakenya ujinga, anawadanganya ati anawatetea kwa barabara, wengi wanapigwa marisasi huko, wale wengine wakaumia, wengine wamepoteza mali yao, ati anawadanganya ndio anatetea. Ile siku ameitwa na William Ruto anaenda usiku amekimbia peke yake. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga, you are a political conman, na umetumia Wakenya vibaya kwa muda mrefu sana. Ile damu umemwaga kwa maandamano ni mingi sana, ukitafutia hiyo tumbo yako na familia yako. Kwa hivyo mimi kama chairman wa Gema, mimi naambia marais wa Afrika mzima, huyo jamaa msijaribu kumpatia kura zenu. Wacha rudi hapa nchini. Ile damu alimwaga hapa, damu isiyo na hatia, akakoni wa Kenya, hiyo damu walai haitakubalisha yeye kupata kiti ya AU. Atarudi hapa. Kitu ingine, nimeona county commissioner kule ya Ushingisho akisomea machifu kama watoto, ati kwa nini hawakuleta watu kwa mikutano, ati ni aibu kubwa wameonyeshana Kenya mzima kwa rais, ati sherehe zao za kiserikali wananchi wamekataa kujitokeza. Akasomea machifu mpaka anawaambia sijui atawafuta. Mimi nataka nikuambie county commissioner, hata ukifuta machifu, I can even dare you, au machifu ebu wafute kesho wote, wafute kazi wote kesho ukitaka, alafu tuone Jamhuri Day ya 2025 kama Wakenya watajitokeza. Wakenya hawatajitokeza. Na ni vizuri nikuambie, wananchi si ng'ombe, wananchi si mbuzi, wananchi sio kondoo. Wananchi ni watu ambao wako na akili, watu ambao wanajielewa, watu ambao wanajua kile wanataka. Ile shida iko hapa Kenya sio ya machifu ati hawakupeleka watu kwa mkutano. Ni serikali ya William Ruto ambao ni ya kujipiga kifua, serikali ya kufanya vile ambavyo anataka, serikali ambao imeignore with totality kufanya matakwa ya wananchi. Kwa hivyo serikali kama hiyo, wananchi hawana sababu, Wakenya hawana sababu yoyote kuacha kazi zao waende wakao kwa mikutano ambao wanadanganywa hapo kama watoto. Wakenya wamechoka na hii uongo bana. Wamechoka na hii maneno mnafanya huko ya uongo, kudanganya Wakenya kila saa. That is why huko Wazingisho, huko Eldoret, huko kwenu, Wakenya hawangejitokeza, kwa sababu kuliko mtu akuja hapa wasikize uongo masaa matatu, heri aende akakamue ng'ombe, ama hata heri aende akalisha ng'ombe zake, ama hata akalime, ama hata akafanya kazi nyingine apate chakula kukula jioni. So hii story ya unatishia machifu hapo sijui utafuta kazi, Wakenya sio ng'ombe ati machifu wataingia kwa vijiji waanza kuwapiga, wakiwapiga Wakenya wakiwaleta kwa mkutano. It is not possible. Hiyo ni mambo zamani bana.
So chief ako na kazi yake ya kutafuta bangi na pombe huko kwa mtaa, wale ambao wanavuta bangi na wanapika chang'aa. Hiyo ndio kazi ya chief. Lakini kazi ya chief si kupanga nani ataenda mkutano ya siasa, nani atahudhuria mkutano ya siasa, nani ataenda wapi. Hiyo si kazi ya machief. Wacha machief wakae kwa ofisi, wasikize kesi za wamama huko wenye wanapigana huko kwa mtaa. Wakishatoka hapo waingie kwa vichochoro na vijiji, watafute bangi na pombe. Hiyo ndio ile kazi ya machief wamepatiwa. Hii story ya kupanga siasa, nani atakuja kwa mkutano, hiyo si kazi ya machief. Na hata ukuwafuta kwa sababu hawakuleta watu 2027, 2026, 2025, Wakenya pia hizo sherehe hawatajitokeza for as long as serikali ya William Ruto imekataa kutekeleza matokeo ya wananchi, imekataa kusikiza kilio cha wananchi, imekataa kutengeneza zile mambo ambazo ndizo zinatatiza wananchi. For as long as hii serikali ya William Ruto na wabunge wake wamekataa kusikiza wananchi, hakuna siku utaona wananchi wanajitokeza kwa kupenda, kwa kujitakia ati wanakuja hizo mkutano. It will not work. It will not work out. So hiyo story ya kutishia machifu hiyo tu wachana nayo. Ongea na rais. Kuliko hata utishie machifu, ongea na rais. Mwambie Wakenya wamekasirika. Mwambie wamekasirika kwa nini? Ambia rais wako mwenye amekupatia nafasi nini anafaa kutekeleza, ndio wananchi siku nyingine wajitokeze angalau kwa hizo mikutano zako. Otherwise for now, for as long as mambo iko hivi venye iko, hamtaki kurekebisha chochote. Hii mambo ya kutokea hiyo mikutano, mtakuwa mnalipa watu wachache wanakuja, wale wengine tunaenda kwa biashara zetu. Na ni haki yetu. So we have no apologies for doing that in any way. Niko na rafiki yangu hapa Mheshimiwa KK, ningetaka pia aseme jambo, tumpatie nafasi kisha tutamalizia. Karibu Mheshimiwa. Asante. Kwa majina ni Kiere Kenneth, kiongozi kutoka hapa Mount Kenya, Kiambu Rari. Na niko na mambo mbili nataka kuongelelea. Ya kwanza, mimi nataka kusema serikali tuko nayo kwa saa hii ya William Ruto ilitumia viongozi wetu, ikawatumia kama tungunia, ikaenda ikawapatia pesa wapitishe policies za kufinyilia Wakenya. Walianza na hapa Mount Kenya. Sijui kama ni vile watu wa hapa Mount Kenya kwetu tunapenda pesa kidogo. Wakachukua, wakapewa pesa, wakaweza kufanya vitu kinyume na vile Wanjiku walikuwa anataka. William Ruto akawatumia akiwadanganya, mkipitisha hii finance bill nitawafanyia maendeleo, nitaongeza pesa sijui 50 million kwa pesa yenu ya CDF. Akawadanganya hivyo, wakaenda kinyume na vile wananchi walikuwa wanataka. Na ile ilileta shida hadi hapa Mount Kenya kwa ground hawezi kanyanga. Juu watu wamekasirika na wao. Wakaenda wakafanya vitu ambazo zinakasirisha watu. Ikafika hadi mahali wakatumiwa, wakalipwa pesa. Na ni wao wenyewe walitokea kusema walipewa pesa waweze kufukuza hadi Rigathi Gachagua. Kuna senators walikuwa wanasema walipewa 20 million ili waweze kupitisha hiyo motion ya kumpeleka nyumbani. Wakaendelea hivyo, kazi yao ilipoisha, Kangunia kazi yake ikiisha inawekwa kwa store ikigojea kazi nyingine itakuja. Wakati aliona hivyo akaanza kutumia watu wa kanisa. Vile aliwatumia akitafuta kiti, lakini watu wa kanisa wakakuwa ajanja. Wakaenda wakipewa pesa wanamrudishia. Wakakuja akawatusi akiwaambia wako na mapepo hadi wanakataa sandaka. Huyu mtu amekuwa anapoteza nchi yetu. Sasa imefika mahali sasa anatumia waibaji. Ameenda akaanza kudanganya influencers na wasanii kwanza wa hii eneo letu la Mount Kenya wakuja wamhubiri huku. Lakini watu wamekuwa wajanja. Hiyo mambo yako ya kupea watu pesa wanakuja kudanganya watu. Hatutasimama, tutaongea na tutaambia watu wetu msikubali kudanganywa. Na naambia watu wa Mount Kenya na Kenya yote mzima, huyu jamaa amekuwa mjanja sana. Na kwa sababu miaka kidogo tu imebaki aende pale Sugoi, hata hii ABC kikuja, kuna vile tunaweza panga maneno huyu jamaa aende mapema. Kitu ya pili ambayo nataka kuguzia ni mambo hii ya AU seat ya mtu anaitwa Raila Odinga. Raila Odinga amekuwa mzigo mkubwa wa hapa nchi yetu ya Kenya. Mtu anaitwa Raila Odinga amekuwa ndiye shida kubwa Kenya imekuwa nayo. Raila Odinga anatumia watu kwa njia ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Tuliona mwaka ulioisha akifanya maandamano kubwa akiwa amevaa masufuria kwa kichwa, akiambia Wakenya ati wamefinyiliwa sijui nini. Akaenda akasimamisha mabiashara za watu zikaharibiwa, akitafuta tu vyenye ataingia kwa hii serikali ya William Ruto. Na wakati ilifika mahali aliweza kupata chance, hakukumbuka hiyo yote. Juu yeye kazi yake ni kutumia wananchi.
Na sijui watu wa Western shida yenu ni gani? Sijui kama munaona huu ni Mungu wenyu, ati mtu hawezi simama bila kusema Raila Odinga. Hamuoni huu ni mzigo mkubwa? Me, I cannot support Raila Odinga to be a chairman of a seat. Sijui Joho walipewa kiti ya CS, anakuja kutusi watu hapa online na hapa internet, anasema ati hatunanga kazi ya kufanya, ati anaita Gen Z mahasla, anawaita ati hawana mbele hawana nyuma, ati kwa sababu wamesema ukweli, ati kwamba Raila Odinga hatapata hiyo kitu ya AU. Wacha niambie Raila Odinga mahali ako kwa sasa, nimwambie wewe mzee, kubali tu umekosea hii Kenya, ukuje uende Bondo upumuzike. Wacha kushinda ukileta mambo ya kudanganya raia. Umedanganya watu wa Western kwa muda mrefu sana. Raila Odinga, wewe umedanganya watu, ukafanya hii nchi iendelee kudidimia kwa shida. Wewe ulikuwa umesimama ukipigana na hii uongozi ya William Ruto. Hadi nasikia kuna sijui ofisi ya opposition ulikuwa unatengenezewa ili uweze kufanya kazi yenye wewe unaweza sana ya opposition. Nikuuliza, juu hujaichaguliwa kiti ya urais miaka karibu 25 umesimama ukikosa kiti ya urais. Sasa wewe imekuambia aje unaweza kuwa kiongozi wa Afrika mzima? Nani amekudanganya? Hakuna president wa Afrika anaweza kuwa mjinga zaidi kukupea kula yake. Hakuna hata mmoja. Na wacha niwaambie watu wale wana support Raila Odinga sana sana, watu wa pale Nyanza na Western na hizo sides, mjue huyu ni mtu muongo. Ukisikia kitu wa mzee wa kitendawili, si ati anaitwa bure. Ni juu yeye juzi alikuwa anawaambia hii serikali si mzuri. Alikuwa anasema sijui William Ruto sijui nini, akivaa masufuria kwa kichwa,